Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala a'lai wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa asfiyai, amma abad. Karibu mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Umar. Utakuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati ya kipindi hiki. Baki nasi usitoke ili uweze kufahamu ni kitu gani tumekuandalia siku ya leo. Katika dini yetu ya Uislamu zipo amali ambazo zinaonekana kuwa ni ndogo mtu pindi anapozifanya amali hizo. Lakini amali hizo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Lakini katika macho ya watu pindi zinapofanyika hizo amali zinaonekana ni ndogo, lakini malipo yanayopatikana kwa Mwenyezi Mungu ni makubwa. Amali ambazo huonekana ni ndogo, pengine kwa kuidharau kwake ikakusababishia wewe ukaingia peponi. Lakini miongoni mwa amali ambazo huonekana ni ndogo lakini malipo yake ni makubwa ni swala ya sunna ambayo inaitwa sunnatul wudhu. Swala ambayo huswaliwa baada tu ya kuwa mtu amekwisha kumaliza kutawadha, kutia udhu. Swala hii ndio ilimsababisha Sayyidina Bilal aweze kuingia peponi. Mpaka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltuhu fil Islam. Akamwambia kwamba nielezee, nihadithie mimi ni amali gani uliyoifanya ambayo una matarajio nayo katika Uislamu. Sayyidina Bilal akasema, mimi sina matarajio na amali yoyote isipokuwa ilikuwa ni ukifika muda wa swala nilikuwa nikiwa tahara, nikitawadha, na baada tu ya kuwa nimetawadha basi siachi kuswali swala ya sunna inaitwa sunnatu al-wudhu. Kwa mazungumzo haya Sayyidina Bilal pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha kwamba zipo amal ama ipo malipo makubwa yanayopatikana kwa mtu kuswali sunna ya udhu baada tu ya kuwa amemaliza kutawadha. Kwa hivyo Sayyidina Bilal sunna hii imesababisha kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aweze kumuuliza ni kwa nini au ni amali gani anayoifanya mpaka ikamsababishia kuweza kuingia katika pepo. Sunna inayopatikana baada tu ya kuwa mtu ametawadha ni jambo kubwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuhusia katika maneno yake kwamba la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, usidharau wema, usidharau kitu chochote katika jambo lilokuwa jema. Kwa hivyo jambo hili au jambo lile dogo ambalo unaliona ni dogo kwa macho yetu ya kawaida ya kibinadamu, pengine ndio hilo ambalo linaweza likakusababisha ukapata radhi za Mwenyezi Mungu. Pengine ndio hilo litakakusababisha ukaingia ukaipata janna, ukaipata pepo. Kwa hivyo tusidharau yale mambo ambayo tunaona ni madogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malipo yake yakawa ni makubwa kama tulivyoona kwa Sayyidina Bilal. Endelea kubaki nasi, tunakwenda mapumziko kisha tutarejea. Karibu tena mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Tupo ndani ya Ujio wa Uislamu. Na leo katika Ujio wa Uislamu tutakwenda kuangalia ni maneno gani mtu anatakiwa kusema baada ya kuwa tu amemaliza kuswali na kisha akatoa salamu. Pale tu anapotoa salamu yapo maneno mtu anatakiwa kuyasema. Ni maneno gani hayo? Imepokewa hadithi kutoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye idhan sarafa min salatihi, pindi anapomaliza kuswali swala yake, istaghfara thalatha, uleta istighfari mara tatu, usema astaghfirullah 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 mara tatu, usema hivyo, kisha uleta dua hii, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Maneno haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokewa katika hadithi yake kuwa yeye pindi anapomaliza kuswali tu husema maneno hayo, istaghfara thalatha, uleta istighfari zile mara tatu, kwamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kisha Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Maneno haya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyopokewa alikuwa akiyasema baada tu ya kuwa amekwisha kumaliza kutoa salamu. Ametoa salamu ya kwanza, assalamu alaikum kuliani wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahmatullah kushotoni. Baada ya kumaliza hapo ndio uleta hizi nyiradi kwamba astaghfirullah astaghfirullah mara tatu,
kisha usoma na dua hiyo, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Maneno haya Bwana Mtume alikuwa akipendelea kuyasoma ama kuyasema baada tu ya kuwa amekwisha kumaliza kutoa salamu ama baada ya kuwa amekwisha kumaliza kuswali. Kwa hivyo mimi na wewe mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu katika Ujio wa Uislamu, tumejifunza leo maneno haya ambayo Bwana Mtume alikuwa akipenda kuyasema baada ya kuwa amemaliza kuswali. Mimi na wewe ni wajibu wetu sasa kujifunza maneno haya ili tuweze kuyasema pindi tu pale tunapokuwa tumemaliza kuswali ama kutoa salamu. Leo tutaishia hapa, lakini katika kipindi kijacho tutaendelea kujifunza mambo mengi kuhusiana na swala yetu. Usitoke, baki nasi mpaka tamati ya kipindi hiki.